asubuhi, ikiwa ni tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka 2026. Sijui pande gani umeamka vipi? Popote pale ulipo, natumai kwamba hali yako njema kabisa. Tupo tayari hapa katika studio zetu za Arizona TV kuweza kuhakikisha tu kwamba tunakuletea kile ambacho unakipenda, kuweza kuchangalia masuala muhimu ikiwemo spoti, ikiwemo siasa, na vile vile kuweza kuletea habari kemkem ambazo zinatokea pindi tu tunapotukia kabisa. Bwanangu, vitatuliza hapo. Naam. Sijui, labda tuanze kwa siasa venye unaona ziziko. Pande upinzani unaona kuna vinara wengi wanaopigania ni nani atakayepeperusha ama ni nani atakayekuwa katika kinyang'anyiro cha kupeperusha bendera ya kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Tukiangalia huko katika serikali upinzani, tunaye Edwin Sifuna, tunaye Rigathi Gachagua, kama tunaye hapo Fred Matiang'i, alafu Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Sasa ndugu yangu Vitalis, naam, sasa sijui wewe unaonaje serikali ya upinzani, nani anafaa pewe hiyo fursa ya kupigania ama aingie katika kinyang'anyiro cha kupigania urais? Natumai kwamba kwa sasa hivi jinsi nilivyosema tu kwamba 2027 ikiwa ni mwezi wa 8, mchujo ule kumaanisha kwamba kura za kuweza kumteua atakayeongoza taifa hili zimewadia. Itabidi sana kiongozi ambaye atachaguliwa kuweza kupambana na Rais William Ruto awe ni kiongozi wa kipekee, kiongozi ambaye hana doa, hajawa na scandal aina yoyote. Kwa hivyo itabidi kundi la opposition liweze kukaa gangari kabisa wakati wanapofanya uamuzi wao, waweze kumchagua kiongozi ambaye anapokuja machoni pa Mkenya anaona kwamba angalau wameleta sura mpya, sura ambayo haitakuwa na historia za lawama. Tuanzie labda upande huu mwingine. Nimesikia yupo pale Daktari Fred Matiang'i. Fred Matiang'i zamani amehudumu katika serikali akiwa pale kama waziri, amekuwa waziri wa elimu ambapo alifanya vizuri zaidi, akaja pale akawa waziri katika upande wa usalama wa nchi. Na hapo unapokagua vizuri unapata kwamba palishuhudiwa skendo nyingi tu, wakihusishwa kwamba katika mauaji ya watu kadhaa, wakimtaja pale skendo ya Vivayala kama sijakosea, nitataja pale kwamba alihusika pakubwa, lakini hatuna ithibati ya kutosha. Kweli. Unapoangalia upande ule mwingine yupo Daktari Stephen Kalonzo Musyoka. Kama sijakosea, Kalonzo ameingia siasani kwa mwaka 1983 kabisa. Hiyo ni muda wa miaka 40 na 43 kabla baadhi yetu kuweza kuzaliwa. Kalonzo amehudumu katika nafasi kubwa serikalini, ikiwemo kwa makamu rais mwaka 2007. Kalonzo amehudumu vile vile kama waziri, kwa waziri katika Home Affairs, waziri katika ministry tofauti tu. Kweli. Amejaribu pia kuweza kutupa ndoana yake kisiasa, kuweza kuwania urais mwaka 2007 pale. Turudi hapo nyuma wale. Naam. Alikuwa amesimama akiwa na hayati Raila Amolo Odinga mwaka 2000, nikifikiri hapo 2013 akiwa naibu wake. Naam. Tena wakakuja kwenye kinyang'anyiro tena mwaka 2017 tena pale hawakufaulu. Sasa tena wakakuja kwenye kinyang'anyiro mwaka 2022. Hapo hakuwa amesimama kama naibu rais. Hapo alikuwa asimame kama nitamhitaji waziri mwenye mamlaka makuu. Naam. Sasa hapo hazikufuata hapo. Sasa ni mtu ambaye amekuwa akitupa ndoana yake kubahatisha, lakini bado hajapata nafasi. Haijaikuwa.
Sasa kwa maoni yetu sasa, tukiongea sasa kama wananchi wa kawaida. Ndugu yangu Vitalis. Naam. Sijui hapo unaonaje? Kalonzo anafaa simame kwenye debe kweli? Hakika ndugu yangu Steve, unapoangalia Kalonzo Musyoka ambaye ni jina kubwa katika siasa za Kenya, amejaribu sana, na ulivyotaja akiwa na hayati Raila Amolo Odinga na kukosa kufaulu. Na unapoangalia sasa hivi wengi wa Wakenya, unapoangalia population kubwa ya Kenya hapa ni vijana hawa ambao wanachipuka, wenyewe wanajiita Gen Z. Gen Z unavyojua kwa sasa wao wanajaribu kumpigania mwenzao aweze kutoa siasa. Wenyewe wanasema kwamba tumeagiliwa kwamba vijana ni viongozi wa kesho. Wanauliza kwamba kesho hii ni kesho gani ambayo haifiki. Kwa hivyo uteuzi wa Steve kama mpeperushaji bendera huenda hutakuwa kwa faida ya mtoto ule wa Gen Z ambaye siku zote amepigania kwenye haki yake, kwamba vijana tumechoka sana kusubiri kesho ambayo imekosa kufika. Na sasa mimi kwa maoni wangu, sasa si maoni yangu tu, mimi naona hapo huyu sasa mheshimiwa Edwin Sifuna, sasa unajua kwa kawaida sasa si maswali yenye yameibuka. Maswali huku na fununu huku zinatokea, zinasema sasa mheshimiwa rais sasa mwenye yupo si ni Samuel Ruto. William Samuel Ruto. Ni vigumu sana kumtoa kwenye sasa hii position yenye yako. So kwa sasa upate sasa tumedefeat si mimi. Sasa mimi naongea kama Gen Z, ama Gen Z by the way. Sasa mimi naongea ki Gen Z. Sasa ndo sisi Gen Z tushinde tupate chenye tunataka. Sasa mimi naonelea Edwin Sifuna asimame kama rais. Na sasa Dr. Stephen Kalonzo Musyoka akuwe naibu wake. Sasa ndo tamhitaji huyu. Tamhitaji huyu. Tamhitaji huyu. Rigiji au? Rigiji sasa. Akuwe ndo katibu, tamhitaji. Au ni akuwe ndo CS mkubwa sasa. Waziri mwenye mamlaka. Na bila shaka. Sijui hapo unaelewa ndugu yangu. Nzuri sana ulivyotaja kwamba seme mheshimiwa Edwin wa Kenya Sifuna siku hizi anasema anajiita HE, na anasema kwamba hilo ni jina ambalo amepangazwa na wananchi ambao ni wafuasi wake wakubwa. Maoni mazuri Edwin Sifuna kuweza kuwania rais, ni vizuri, lakini wengi wanataja kwamba Edwin Sifuna bado ni mchanga kwenye siasa za Kenya, kwa hivyo anahitaji kukuzwa, na ulivyosema kwamba anazingirwa na watu ambao kidogo wana experience. Unapomtaja Daktari Stephen Kalonzo Musyoka, kweli kumtaje ndugu yule Rigathi Gachagua, kunaye pia umemwacha nyuma aliyekuwa jaji mkuu Maraga. Anazingirwa na msitu wa wanasiasa wakomavu ambao wanajua nini ambacho wanakielewa, na ikiwa wakizingatiwa tu kwamba yeye ni mwanasheria, tuna imani kwamba labda akipewa nafasi pale ataweza kutumia inavyofaa na kuweza kumfaa mwananchi wa kawaida. Sasa mimi sina la ziada. Tupatane kwenye kinyang'anyiro.